hata ingawaje viongozi watakuja wakiondoka, lakini serikali ya kaunti ni serikali yenu kama wananchi wa Tana River. Mkiridhia mtachagua yeyote yule kuwa gavana na viongozi wale wengine. Kwa hivyo naomba support governor kwa kipindi hiki ambacho amesalia uongozini, azidi kuhudumia wananchi. Sababu wengi wanasema mbona sasa governor anajaribu kuboresha hili na ile na muda wake umepita. Hapana. Serikali ya Tana River ni serikali ya kikatiba. Hata kama mmejagodana staafu kuwa serikali yenu. Kwa hivyo serikali ikisema tunawekeza kwa mambo ya bursary na scholarship, hiyo program lazima ifaulu, kwa sababu yule atakayekuja baada yake ataanzia pale akiendelea. Hata hiyo sheria ya bursary imetengenezwa na Mheshimiwa Hussein Dago. Sisi tukaiboresha, juzi tukaongeza scholarship. Ndugu yangu Richard alikuwa ananong'onezea pale baada kwa wananchi wa Tana River. Hivi tunaongea na wananchi wawekezaji ambao watakuja kufanya masuala ya majumba. Ndio hilo zoezi tunataka muisupport. Mambo ya kuwekeza kwa kilimo, msupport Meja Godana hii miezi 14, 13 iliyosalia aendelee kuwahudumia. Nami nimalizia niseme hivi, hata kama ni kuhitimisha muhula wake. Himiza nini jamii yetu, jamii ya Wapokomo, licha ya zile kajela ambazo tuko nazo, ikiwemo hii ya kumpoteza huyu dada, naomba mkuwe na vikao rasmi hatima yetu kama Wapokomo ya kisa. Na pendekezo moja tu ambalo mtaliangalia. Hatumjui yule ambaye atachukua kwa Meja Godana, lakini tunajua akihitimisha muda na kuna mama ama mwanaume hapa Tana River angazieni hiyo siasa kwa makini, na msifanye kama vile kulifanyika mwaka wa 2015. Jamii ambazo zimetutangulia, haswa zile jamii za mlima, kuanzia mwaka wa 2063 hata wawe na kajela ama wapitie mawimbi fulani ya kisiasa, lakini lengo lao ni moja, ya kwamba hizo jamii zisikosekane. Hizo jamii za Mount Kenya zinaelewa siasa ya Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo lengo lao huwa ni moja, ya kwamba hata siasa iumbe namna gani, lakini jamii ya Mount Kenya haipendi kukaa nje ya serikali. Mimi naamini tukiweka vichwa pamoja na tuweke mawazo ya wale walikuwa serikalini na wale ambao walikuwa waangalizi wetu wakiwa nje ya serikali, hatuwezi tukakosekana kwa serikali ya awamu ya 3 ya gatuzi la Tana River. Kwa hivyo musokuwa na talasoje kwamba basi hiyo mambo ya serikali wacha ikae, afadhali uchoe bado, tafadhali tusifuate hiyo barabara. Kwa hivyo mimi naamini wazee wako, nimeona wazee wa Gasa baadhi ambayo wako hapa pamoja na Masesa. Jamii ya Wapokomo bado ni yenu, tunahitaji mwelekeo kutoka kwenu. Wanaohitaji viti vya kisiasa ni wengi, lakini nyinyi mtashauri jamii ukiwa na lengo moja ya kwamba tusikosekane kwa serikali ya awamu ya 3 ya gatuzi la Tana River. Basi nirudi tena kusema poleni, hususan jamii ya Java, wale kina Gasere Wakone ambaye wamepoteza dada yetu huyu Priska. Hali hii sio rahisi, lakini tunaomba Mungu awafariji. Na Dado, tumekuwa na ujumbe mzuri hapa wa Reverend Madawa. Hii ni mazishi
nchi ya pili mimi kuhudhuria. Moja nilikuwa kule Rift Valley, ule kijana alikuwa mlinzi wangu, alipoteza mke wake na sasa hapa kwa Dharo. Nimesikia tu wachungaji walikuwa na ujumbe mmoja, anasema kama umefiwa na mke, ameacha watoto kama Priska alivyofanya, hiyo safari ingine uwe makini kidogo. Na hiyo ndio maombi yetu, kwa sababu mimi najua huyu Dhado ana bidii. Sisi tukitaka kununua mbuzi hapa tunamtafuta Dhado na amekuwa kielelezo. Kwa hivyo bila shaka yale mali ambayo Dhado amechuma akawa kielelezo hapa Chewani ni kwa sababu ya ile kibali, because the Bible says whoever finds a good wife obtains favor from God. Mungu atakuongoza hata baada ya haya maombolezo upate mke ambaye itakuletea kibali maishani mwako. Kwa hivyo kwa hayo mengi, naomba Mungu awabariki na azidi kuwafariji. Asante.